Carrier. I, James Carrier. I do solemnly swear. I do solemnly swear. That everything I'll say before the court today. Everything I'll say before the court today. Will be the truth. Will be the truth. And nothing but the truth. And nothing but the truth. So help me God. So help me God. Okay. Thank you, James. Thank you so much. Your Honor. You're welcome. I think that has been done successfully. Sorry about the mishaps. Moderate tapas tufike 1 million tafadhali. Your Honor, the mic is back to you. Now this gentleman is here, and he has watu wanasema TV. I don't think it's a good idea, but anyway, wacha niangalie kama amefika 1,000. Hapana, ako mbali sana na 1,000. Ako 400 people. Hawezi kuja na TV. Okay? So James, unaweza chukua mic. I think the judge anangoja uongee. Unaweza chukua mic useme story yako yote venye iko. Tunajua ya kwamba ulishaongea kwa Flapper. So chukua mic tafadhali. Hii ni time yako, ongea yote. Haya, na mute. Asante. Okay. Asante. Thank you very much. So like I said, naitwa James Carrier. I reside in Nakuru, and my story with the prophet, the so-called prophet, mi simjui kama prophet, mi nilikuwa namjua kama Pastor Peter Mbaragu. That was the name that I used to call him. Alikuwa anaitwa hivyo akiwa Nakuru. So alikuwa anaishi Nakuru, alikuwa anashiriki kanisa inaitwa Redeemed Church. It's along Kanu Street, if you know Nakuru. So by then I was a tuk-tuk driver. He was my client. So nilikuwa nambeba nikimpeleka clubs, specifically clubs, because ilikuanga usiku. So there's a club that is next to a place called Merika, a hotel called Merika in town that was called Rafiki's by then. So this is a case of 2 years ago. So nilikuwa nampeleka usiku. So yeye alikuwa client ambaye alikuwa analipa expensive, because generally nilikuwa nalipishanga 200, but he used to pay like 1,000, ananiambia ni keep change. So mimi nilikuwa najua ni client ambaye analipa vizuri. So something happened. Akanambia amefungua branches mingi za kanisa. Alikuwa na branch place inaitwa Wanyororo Nakuru, alikuwa na branch Lakeview, na akanambia amefungua branch zingine Nairobi kama 3. Na alikuwa anaenda kukua ordained akuwe prophet. So we parted ways. Nikajua nimepoteza client, lakini akaniambia I'll be coming back to Nakuru na nitakuwa nakupigia unanibeba. So after kwenda alikaa like 7 months in Nairobi, then he came back to Nakuru akanipigia. Akaniambia unakuanga wapi James? Nakamwambia I'm still in Nakuru, lakini I lost the tuk-tuk, nowadays sinanga kazi. So akaniambia naweza kuopea kazi, kuja na driving license ambayo ni valid na kuja na ID yako. Tupatane place inaitwa White House. So it's a distance from my place. So nikamwambia sina pesa, utalipa rider? Akaniambia ndalipa mtu wa piki kuja naye. So nikachukua my driving license, then I told my wife that nimeitiwa na msee hustle, let me go. Wife akaniambia ni msee unamjua? My wife nikamwambia ni mtu najua, ni mtu tumekuwa tukifanya kazi naye, alikuwa customer wangu. Na actually ni pastor. So mimi nikaenda. Kufika White House at a club, nikaingia because mimi sikuwa mgeni na yeye, nilikuwa najua ni pastor ambaye anakunywa. So that was normal to me because pia nilikuwa namuona anakunywa. So kufika White House that day, akanialika, kaingia kwa bar, nikamtafuta sikumpata, kumpigia akaniambia kwa gari. Ilikuwa Toyota Surf ya black. Akaniambia niko ndani ya gari, siwezi shuka because niko na washirika ambao wanaweza niona hapa kwa club. So kuingia kwa gari, akaniambia niingie, anipe pesa niende ninunue Red Label na ninunue County.
So nikaenda kwa bar nikanunua Red Label na nikanunua County, tukakunyia kwa gari. So as we were drinking, two friends of marafiki zake wawili wakakuja. Mmoja nilikuwa namuona kwa club. Kwa clubs alikuwa mechanic. Na huyu mwingine alikuwa mokorino. So first when niliona huyu mokorino aliingia kwa gari akaakisha sigara huyu mokorino na akatoa kilemba akaweka kwa mfuko. So nikakuwa introduced kwake because huyu mwingine nilikuwa namjua. So sikumbuki jina huyo mokorino, akaniambia hawa ndo friends wangu. Nikamwambia hawa siwajui, mimi nilikuwa najua wale vijana wengine, wale vijana walikuanga nao. Akaniambia walienda Nairobi, wengine wakaenda US. So hawa ndio friends niliacha Nakuru. So sisi tukaendelea kudrink. So akaniambia hata kunywa sana because anaenda Wanyororo kesha. So mimi nikaendelea kudrink because mimi nilikuwa najua hii form imejipa. So as we were drinking akaniambia shika hii 1000 eka kwa mfuko. Hii ni fare yako. Nikitoka hapa tukiachana utaenda home. Nikajua ni sawa. So wakati tulikuwa tunakunywa, gari nyingine ikakuja van. Akaniambia tutoke kwa hii van tuingie kwa hii Toyota Surf, tuingie kwa hii van tukunyie hapo because hii Surf anataka kutuma huyu driver town. Kuna vitu anataka kumtuma, sijui zilikuwa nini. So mimi nikashuka tukaingia kwa van. Kuingia kwa van haina viti za nyuma. Hapa nyuma ilikuwa imewekwa mattress. Ilikuwa na mattress hiyo van, haina viti za nyuma. So tukaingia nikamuuliza kwa nini kitanda ya mtu? Akaniambia hii ni gari ya mechanic na tunachill hapa, saa zingine hataki kuonekana tuna drink. Na tukachill na yeye wawili. So wakati nilikuwa na kunywa na chapatot, nikasikia nimeanza kusikia kizunguzungu, nimekuwa dizzy, kizunguzungu. Mimi nikaenda blackout. Mimi kenye liniamsha ni uchungu. Niliamka nikisikia uchungu, ndio liniamsha kuna mtu ambaye ako nyuma yangu. So kujaribu kuamsha kichwa kuangalia, niliona ni yeye. Because mimi nilikuwa namjua kama Peter Mbaragu, ama jina lingine nilikuwa namwitaga Junior. So kuangalia namwambia, ala Junior, ni wewe unanifanyia hivi? Akaniambia hapana, hata mimi nimelewa zikanishika, lakini I'm sorry. So I tried to fight back, lakini nilikuwa weak kabisa. So mimi ninaona kama kuna kitu aliakia, nikashindwa. So wakati akamaliza na akaniambia anaenda kesha, tutaongea kesho, anataka kuapologize kesho yake. Nikamtusi vibaya sana because sikuwa na nguvu pia ku fight back. So mimi nikalala hapo nikakaa. Marafiki zake wakakuja, wakaniambia kwa hivyo ushampea? Nikamwambia kumpea, na unaona vile amenifanyia. Wakaniambia kwani hujui rafiki yako? Na the problem I have, wakati naongea inabidi nitoke nje because I have a wife na hajui hizi story. Kuna siku alikuwa amejua, nikageuza nikamwambia ni boil because nilikuwa navaa pampers. So inabidi nitoke nje. Natumia wifi yangu lakini inabidi nitoke nje ya nyumba niende mahali niongelee mbali. Since hii kitu ilifanyika, mke wangu hakujua. Ile time alisuspect, akaona navaa pampers ya watu wazima, nilimwambia ni boil niko naye because my wife is a she's a PWD, akona albinism. Okay. So the advantage ambayo napata kutoka kwake that hawaonagi mbali. Good. Unaona? Yes. So sometimes nachukulia, sisemi kwa ubaya, lakini sasa because hawaoni mbali, so natumia advantage. Nikamwambia ni boy nilikuwa naye, that's why I'm wearing a pampers, and that's why napata nakuwa na hard time communicating with you guys because inabidi nitoke nje. I don't want her to know about this thing because wakati alijua aliniacha for 3 months. I had to struggle a lot, na nikalipa watu, nikawahonga waseme ilikuwa boil. Na mtu anajiita prophet ameniacha Nakuru, ametoroka. So I'm sorry, saizi naongea niko nje. Natoka kidogo na charge simu narudi nje. I went to the police station, nikauliza huyo Koplo Lemiso, suppose kitajika kotini because wewe ndio ofisa ambaye ulikuwa na kesi yangu. Akasema I will most certainly come. I went still to the officer ambaye anakuaga ameambiwa, ameasainiwa na mimi, ambaye nikipata huyo mtu tunamshika. Akasema I will come. So I have 3 people ambao
wanasema they can come if I need them. So now the hard copies, hospitali waniambia wako na kopi yao, na if needed watapeana, hawana shida. Na daktari pia ambaye alinifanyia anal swab amesema pia kihitajika kotini atatokea. Good, that's good. So I don't know if that is the proof or the evidence. Now I don't know the difference. That's more than fine.